Bwana so kinyonge ngoma yetu inaanzia hapa bwana. Huyu bidada bwana jina yake anaitwa Mimi. Huyu ni moja kati ya bidada ambao hapa anajiandaa hapa. Anahitaji kwenda kazini. Amefurahi vibaya mno anajiangalia kwenye kioo mwenyewe. Basi so cute baby. So usisahau subscribe, like na comment ili tuendelee. Alipofika kazini akaona amechelewa vibaya mno. Rafiki yake akamwambia pale umechelewa kishenzi leo yani. Rafiki yake huyo hapa jina yake anaitwa Darin. Darin akamwambia, "Wewe unaonaje? Leo nimeona hatuwai hata kutoka." Basi wakawahi zao kutoka pale midamida, mdogo akawa anatoka. Kuna mchizi mmoja hivi kwa pembeni akatokea, rafiki yake akamwambia, "Baadaye basi." Mchizi akamwambia, "Nini baby? Mbona unakuwa hivyo Mimi wewe vipi? Mbona unakuwa kama hivyo? Mimi mbona nakupenda kila siku nakwambia. Nimekwambia sikutaki. Wewe mbona usiomuelewa? Sawa unitaki lakini mbona unakuwa hivyo? Mimi unashindwa hata kunisikiliza hata dakika moja." Basi bidada akarudi zake nyumbani akawa anaenda kupaka mafuta yake. Sasa simu yake ikaanza kuita mama yake anampigia. Akaanza, huyu mama sijui anataka nini. "Hello mama." Niambie mwana, "Mama mimi nimechoka na nitakupigia kesho sasa hizi nimelala. Tutaongea kesho." "Sawa mama Haya, basi akaendelea kupaka mafuta yake, mwenye mafuta yake yamebaki kidogo sana. Kesho yake asubuhi sana akaingia tena kazini na rafiki yake ambaye aitwa Darin. Alipofika pale akawa anapiga story. "Wewe na rafiki yangu unaonaje?" Basi dakika mbili sio nyingi akawa anaendelea kupanga pale, maana hii hapa ni store ya perfume, huko akiwa anachungulia nje. Baadaye bidada alivyotoka kazini pale akawa anaongea na mama yake, maana mama yake kila siku huwa anamsema atumi hela wala nini. Mama yake anaishi kijijini, anamwambia bwana mjomba wako kashakutafutia mume huko. Kama vipi urudi tu uolewe mambo mengine yaendelee. So nakaa tu mjini huko hamna shughuli yoyote ya maana unaoifanya. Basi alivyorudi nyumbani akakutana na rafiki yake, anamsimulia rafiki yake, anamwambia bwana mama mimi kila siku ananichosha. Mara ananiambia nirudi kijijini, hamna msikilize mama yako. Baadaye hivyo alipofika mida akakwenda kazini hapa, yule mshikaji akatokea tena. Akamwambia, "Wewe vipi? Mbona unanifuatafuata?" Mchizi akamwambia, "Kwa nini? Wewe mbona mtoto mzuri afu unashindwa kunielewa? Kama shida simu yako hii hapa." Na kumbe mchizi mzee alionga hadi simu kwa huyu bidada, alikuwa anamhitaji vibaya mno. Lakini bidada leo hii hapa anamwambia, "Kama vipi rudisha simu yako, chukua." Bidada mmoja akawa anaingia pale, mwamba akambusu, huyo akaondoka zake. "Bye baby." Bye kambusu juu. "Karibu madam. Wewe unafanya kazi hapa?" "Nafanya kazi hapa, ni market manager. Nipo na mwenzangu." Pale rafiki yake ambaye aitwa Darin akaingia pale huko anaendelea "Hi madam. Naona mimi ndo bosi wenu mpya hapa." "Sawa madam, shukrani. Tupo sawa, haina shida. Sasa nataka niwapangie ratiba mpya kabisa. Kwamba hapa kutoka ni saa 2 usiku na kufungua ni asubuhi sana. So mnafungua tu mnafanya. Lakini madam tunataka tu hakuna kufanya chochote. Nilivyowaambia hivyo vifuatwe. Sawa? Nahitaji mfungue asubuhi sana." Sasa unajua tena bosi akishafanya hivyo lazima vikao viwekwe pale kazini. Watu wakaanza kuambiana, "Huyu madam sijui yukoje. Yaani kaja juzi tu hapa anaanza kutupangia ratiba zisizoeleweka." Basi bidada alirudi zake nyumbani akawa anaongea tena na mama yake. Mama yake anamwambia kila siku lazima kurudi zako huko shua. Sasa kwa kesho yake hapa ilipofika, bidada akaja na kadi hivi. Akamwambia hii kadi bwana akatupa madam. Kwamba mmoja wetu hapa na ofisini anatakiwa akawakilishe. Lakini bidada ambaye aitwa Darin akamwambia mimi ndo nahitajiwa kwenda nikapata hata mshepa. Maana si unajua mimi niko natural tofauti na wewe uko artificial. Basi kesho yake bwana msiku wa mwaliko wapo, bidada ambaye aitwa Darin amefika, tumbo linamuuma vibaya mno. Anamwambia, "Vipi tena shoga yangu?" "Wewe acha tu yani najihisi tumbo linaniuma balaa yani hata sielewi kitu gani hapa kinachoendelea katika tumbo langu. Vipi kuhusu sherehe umeenda?" "Sijaenda, tutamwambia tu hata madam kama vipi asiende." "We, nenda hata wewe bwana rafiki yangu. Kwani kuna shida gani? Jiandae haraka hujachelewa." "Bwana mimi kwenda mambo yashakuwa mengi bwana, mimi sitoenda." "Bwana chukua nguo hii hapo, vaa chapu uende, mimi nipo hapa. Si unajua matatizo yetu wenyewe ya kike, tumbo tu limechanganyikiwa. Sasa fanya haraka ujiandae uondoke mimi." Sawa, mimi akavaa pale chapu moja kwa moja akapanda kwenye gari. Kupanda katika hilo gari, mchizi gari lake ni bovu vibaya mno akawa analitengeneza. Mimi moja kwa moja akashuka kwenye gari na kumfuata mshikaji. "We, mbona sikuelewi unanichelewesha tu hapa? Unajua mimi napoelekea? Naona unanichelewesha." "Madam, gari limesumbua kidogo. Nahitaji kulirekebisha hapa dakika 2. Wewe kaa tu ndani ya gari. Haina shida." "Hakuna, unanichelewesha muda wangu. Nakulipa. Kama gari lako bovu si ungesema." Kwa upembeni huko na mchizi huyu hapa anaonekana anashuka kwenye gari moja matata vibaya mno. Anaangalia kwa mbali wa bidada ambao anabishana na driver wake. Basi huko nakwambia hivi, "Kigari chako chenye kibovu, wewe nitakufumua. Wewe unipige mimi. Wewe unaniweza." Bidada akavua wigi upembeni, viatu vyote pembeni akaanza kumfukia mchizi. Mchizi anamwambia, "Uko timamu kweli? Eti unataka kunipiga mimi unaniweza? Niguse umoto hauwezi kabisa." Mwamba akaona kukasirika moja kwa moja akamkaba bibia akaenda kumvuta pembeni. Mchizi huyu hapa kwa pembeni, mchizi huyu hapa anaitwa Donka. Donka akafika pale akamsaidia bibia. "Pole, wewe vipi mzee? Mbona unapigana na watoto wa kike? Mambo gani hayo bwana?"
Bidada akawa anaondoka, unaniumiza wewe, nakwambia nitakutafuta tu. Mwamba moja kwa moja kaenda kumfungulia katika gari lake. Kuondoka na bidada paka nyumbani. Moja kwa moja kaenda kumfuta kidogo, maana bidada jicho lake kidogo lilipata shake. Akawa analalamika tu bidada, umeniumiza. Basi moja kwa moja ile kesho yake kaenda kazini, rafiki yake akamwambia kwamba yani yule dereva alionipa yani ni wahovyo kabisa, kanifanya paka kaniumiza macho yangu. Ila sio mbaya, kuna mtu alikaja akanisaidia. Yani wewe sijui ukoje. Amna bwana, nisamee rafiki yangu. Basi baadaye akarudi tena nyumbani. Alipofika akawa anaongea na simu sasa na mama yake. Mwanangu, yani kwa nini hutaki kunielewa? Nimeshakwambia mjomba wako kutafutia mume wa kukuoa. Kwa nini hutaki kurudi hapa kijijini? Mama bwana, mimi sijisikii sawa kabisa. Nitakupigia baadaye. Bidada akakata simu moja kwa moja, akawa anafurahi sana maana mama yake kila siku huwa anampenda kumpigia simu. Kaingia tena kazini hapa, anageuka hivi, anakutana na mchizi huyo hapa ambaye aitwa Idonka. Leo hii hapa kafika mpaka ofisini. Sasa kwamba kafikaje hatujui. Alipofika akamkaribisha, karibu, vipi? Umekuja kaambia hii ni ofisi ya perfume naweza nikachagua perfume chache hapa za kutumia. Basi bidada akaamua kumchagulia perfume za expensive, yani perfume ambazo nzuri kulingana na yeye alivyo. Alivonunua kamfungia kila kitu, lakini mwamba akaambia, bidada akaambia naweza nikakusindikiza paka pale nje. Haina shida, twende. Akaambia haina shida. Hivyo vyote nimekununulia wewe. Kwamba mimi mwenyewe nilikuwa ninavyo vyote. Kwa hiyo unaweza ukatumia tu. Kwa serious bwana. Hivi kweli ni vya kwangu? Haina shida bwana. Basi naweza nikaondoka. Basi mchizi huyo akaamua kuondoka. Asante sana, asante. Bidada akawa anashukuru sana na kumgeukia rafiki. Wewe, vitu vyote hivi kweli kakununulia wewe? Akawa anashangaa. Kaninunulia mimi bwana. Mimi beautiful. Moja kwa moja, wewe acha vitu vyako. Wewe vipi? Baadaye alirudi zao nyumbani, akawa anaongea sana rafiki yake huko anakula. Ambia, mwanangu nina bahati kweli yani kupata mwanaume kama yule, lakini sijui kama ikwaje. Muda huo simu yake ikawa inaita sasa, mama, pokea simu yangu, pokea simu, mwambie naumwa. Pokea simu yangu. Huo ni mshahara kwamba umekula nyumbani kwangu na kulala. Sawa? Pokea simu yangu, mwambie mwanao kalala. Sawa? Dada akamwambia, basi pokea, mbona unataka kunielewa? Alipopokea pale, dada anamkwepa sana mamake. Kwa siku ya pili mchizi naye Donka akaingia tena katika duka lile, akafika pale akamkuta bibi ambaye sio mimi hayupo. Akakutana tu na rafiki yake. Kwa upande wa pili kubidada kumbe alifuata msosi, akapigiwa simu akamwambia, Donka huko kaja huko, fanya haraka uje, anakusubiria wewe tu, fanya chap, achana na hiyo misosi. Sawa? Nakuja niwekee hiyo order, lazima nije kuifuata. Pale mchizi huko anaendelea kukagua vitu. Alipofika bidada pale, habari, nimechelewa kidogo. So shida na vile niko nje ya muda, basi tutaonana hata siku nyingine maana ninasafiri kidogo, nina safari ya nje. So nikirudi naweza tukakutana. Basi sawa, kwa makini. Basi fresh. Mnyamwezi yule akaamua kuaga huyo na kuondoka. Rafiki yake akamwambia, umechelewa sana, amekaa sana hapa muda mwingi. Basi bidada tena akaondoka zao na kesho yake bwana akafika yule bosi wao, akaanza kuwasema. Si unajua tena bosi kuzungumza katika biashara yake ni muhimu hiyo. Basi kesho walipomaliza pale kuzungumza na bosi wao, katoka nje kukutana na yule mchizi tena. Mchizi bado anamfukuzia bibie ambaye sio mimi vibaya mno, anamhitaji kwa kweli. Kesho yake bidada akawajaenda kazini, akawa anatoka sasa kwenda kujiandaa na mambo yake. Mchizi ambaye aitwa Donka njiani akakutana naye, akamwambia, vipi? Naweza nikakutoa dina twende tukale katika lounge yoyote. Akamwambia, bwana mimi naenda hapo, basi twende bwana. Basi bidada akakubali, mchizi akamfungulia gari pale, akamwambia, ingia bwana twende tukale hata msosi mzuri. Basi walipoingia kwenye gari moja kwa moja paka kwenye restaurant. Basi tena walipofika kwenye restaurant, mchizi akawa anaongea maneno mengi kishenzi, lakini bidada akamwambia, hii ni moja kati ya restaurants nazionaga tu Instagram. Na chakula vyake naona bei. Basi aliporudi nyumbani akamwambia rafiki yake, leo hii hapa nilikutana na Danka, nikaenda naye restaurant tukala misosi mizuri. Pale simu yake ikaita, akamwambia, nenda kukaongea na mama yako. Hapana, huyu sio mama, huyu ni mtu mwingine sasa naongea naye. Subiri, acha kelele. Kuna mtu anataka kuongea naye. Kwa hiyo Danka leo hii hapa, mshikaji ambaye aitwa Danka, akaamua kuja moja kwa moja nyumbani kwa bibi huyo hapa. Bibi akamwonyesha, hii ndio nyumba yangu na ndio maisha yangu nilojipata miaka yote ambayo nafanya kazi, nimejipata nyumba hii. Mwamba akawa anacheka vibaya. Basi pale akapokea simu, akaambiwa na bosi wake kwamba, bwana bosi, nyumba tayari iko sawa, ulionielekeza. Basi sawa. Mwamba akamwambia bibi, kuna sehemu nahitaji nikupeleke kwanza. Basi bibi akamwambia sawa, haina shida. Moja kwa moja akafungua mlango katika nyumba ambayo bibi analetwa na mchizi ambaye aitwa Donka. Basi Donka alipofika pale akamwambia, hii ni nyumba yako mpya. Basi bibi akamwambia, kweli hii ni nyumba yangu mpya? Hapana, mimi nishazoea tu kuishi kule. Hamna, usiwe na wasiwasi. Mwenyezi Mungu nashukuru sana kunipa nyumba nzuri kama hii hapa. Mwamba akamnyanyua bibi akamwambia, basi na shida fresh. Leo kesho yake alipofika kazini akawa anamsimulia sasa rafiki yake. Wakawa na furaha vibaya mno. Kaambia, mwenzako nimepata nyumba mpya na sasa hizi maisha yatakuwa mazuri sana. Basi baadaye rudi zake nyumbani kuna mume wake ambaye aitwa Donka. Wakawa wanapiga mikakati mbalimbali ili wanapiga story, na mchizi akamwambia bibie kwamba unahitaji upate hata gari
lazima utembelee gari zuri nini. Basi hebu chagua hapa gari zuri la kutembelea. Basi mchizi akafurahi, bidada akafurahi, na leo hii hapa bidada anaingia kazini, akawa na huko anti wao mwenyewe anawasema, yuko wapi huyu Mimi? Anamwambia Mimi huyo hapa. Hello jamani, nimekuja hapa nahitaji vitu, nahitaji perfume nzuri kabisa. Kwa hiyo leo hapa bibi aitwaye Mimi akafika hapa na anaikuwa kama mteja, akamwambia wewe una gari? Basi yule madam akawa anajibalaguza, si unajua ile tena washakuta mtu ambaye alikuwa mfanyikazi wako afuka tena kabadilika vibaya mno, basi unamfanyisha tu kazi bosi wako. Alivyotoka pale bana na rafiki yake wakatoka nje paka kwenye hilo gari aina ya Benzi, akamwambia rafiki yangu una gari? Isikie maisha shamaliza kabisa, yaani saizi umebadilika kabisa. Moja kwa moja kesho yake bibi ambaye aitwaye Mimi na mchizi akaamua kumtoa moja kwa moja kwenda labda sehemu kwenda kuvinjali. Si unajua mapenzi ya sheta la dadi, kununua mavitu manini. Basi kesho yake baadaye bibi akawa anaongea na mchizi ambaye aitwaye Donka akiwa amelala. Donka akawa anamwambia kwamba nina safari ya kwenda nje kidogo na hapa Lagos ili kuna biashara zangu nikaziweke sawa. Basi sawa, mchizi akaondoka, lakini bibi akawa anaenda kazini pamoja na gari lake. Lakini rafiki yake akawa anamuuliza, huyu kweli umemuuliza ana mume ana mke? Lakini bibi akamwambia ana mke kabisa. Akawa anawasiliana naye kwenye simu, nimekumisi mpenzi wangu, maana nyumba yote hii hapa niko peke yangu, si unajua. Basi akawa anazidi kuendelea kwenda kazini, lakini rafiki yake kila siku anamuuliza swali, mimi bwana na wasiwasi sana, huyu atakuwa tayari ameshaoa. Basi kesho yake mchizi huyu hapa huyu akawa amerudi sasa kazini. Dada akampokea kwa bashasha nini, akafurahi na furahi sana, umerudi mume wangu, maana nilikuwa mpweke vibaya, maana nina shida baby. Akamnyanyua juu mdogo mdogo na kumuingiza chumbani. Basi walipomaliza pale nini shughuli zao kujiandaa, wakaingia mezani pale kupiga mastori na bibie. Mchizi akamwambiaje kwamba next safari nahitaji kwenda na wewe. Lakini bibie akamwambia mimi sasa kazi ninaachaje sasa? Nitaachaje kazi? Akamwambia achana na masuala ya kazi, lazima utoke, mambo ya passport nini kila kitu nitashughulikia. Basi ikafika siku ya kuondoka, mchizi huyu hapa bibie ambaye aitwaye Mimi akaamua kuchukua begi yake kila kitu, hao anaondoka, akamwacha rafiki yake ambaye aitwaye Devota akabaki pale nyumbani. Basi akafurahi vibaya mno, naye akaamua kutulia pale. Siku mbili ambazo amekaa pale Devota, kuna mlango siku kawa nagongwa pale. Alipokuja kumfungulia kaja bidada mmoja hivi, akamwambia vipi umefika fani? Hapa ni nyumba ya nani? Hapa ni nyumba ya shoga yangu ambaye saizi amesafiri. Sio nyumba ya mwanaume hii. Hapana, ni ya shoga yangu. Basi sawa, mimi nimekuja tu kuangalia mandhari mazuri hapa, nimeyapenda. Binti mzuri wewe. Basi bibi huyo akaamua kuaga pale, akaamua kuondoka zake. Baada ya miezi kadhaa bibi ambaye aitwaye Mimi akawa amerudi sasa. Akamwambia nimefurahi Ghana pazuri, yani katika sehemu ambayo nilikuwa na ndoto ya kufika ni Ghana na nimefika, yani na zawadi yako hapa. Lakini shoga yake akamwambia kwamba kuna mtu alifika hapa. Basi siku 2-3 mchizi huyu hapa akawa anaongea na bibi pia, anamwambia bwana na safari ya kuondoka tena hapa nitarudi miezi kadhaa. Basi kesho yake alipofika pale kazini, yule mtu ambaye aliofika nyumbani akamwambia kwamba huyu hapa ndo amefika. Kumbe alifika pale kazini, akamwambia wewe ndo mimi ndo mimi. Haina shida, basi nimekuja kununua baadhi ya perfume hapa, naweza nahitaji wewe hapo unihudumie. Basi tena akamchagua yule bibi ambaye aitwaye Mimi awe amhudumia. Kwa hiyo akamhudumia pale, akambebea vitu vyake moja kwa moja pale kwenye gari lake. Sasa alipofika kwenye gari, bibi huyo hapa bosi akasema kwamba kuna dhahabu yangu sioni, mkufu wangu wa dhahabu. Wewe ni mwizi, wewe ni mwizi, umetoka umenichukulia. Wewe na wasiwasi na wewe hapo. Akamwambia mama vipi? Hebu angalia kwenye mikoba yako huko utakuwa umeiweka. Mimi nichukulie dhahabu yako ya nini? Basi wewe na wasiwasi. Hebu angalia bwana, acha kuniambia mimi mwizi, unijui sikujui, sawa Akaamua kuangalia kwenye sawa, samani nimeuona, samani. Mpumbavu nini hiyo? Yaani unaniambia tu mwizi. Huyu rafiki yako amekuja hapo, mteja mwingine sijui mteja aina gani. Eti ananiambia mimi nimemuibia mkufu wake. Ameniuzi kama nini? Basi bibia baadaye anarudi zake nyumbani, anakuja kuongea na simu na mpenzi wake, maana amemisi vibaya mno. Anamwambia kwamba nimekumisi, nimekaa mpweke siku hizi 2, yani sipo sawa kabisa. Kesho yake alipofika kazini pale, akakutana sasa yule mama akaja tena kazini, akamwambia vipi umefuata nini? Maana kila siku wewe ni mtu wa kuja hapa na kuleta visa tu. Akamwambia leo hii hapa nimekuja kumuulizia story ya Donka. Donka mimi ni mume wangu. Wao unalijua hilo na anajua kama unatembea na mume wangu. Kama unabisha, ingia Instagram hapo, search jina, afu angalia jinsi gani kwamba ndoa yetu ilivyotala dadi. Naomba uachane na mume wangu. Basi bidada huyo akaamua kuondoka zake, akamwacha Mimi katika mawazo vibaya mno. Akawa anajiuliza ni kwamba kweli au la. Leo hii hapa mchizi ambaye aitwaye Donka moja kwa moja akarudi nyumbani, amepigiwa simu kwamba Mimi hayupo sawa kabisa. Akafika pale akawa anazungumza na Mimi. Kuna tatizo gani? Hebu niambie, mbona upo sawa? Wewe kumbe umeoa, una mke wako, alafu unanidanganya mimi kwamba una mke yoyote. Hamna, ina maswala yanaongeleka. Hebu nisikilize basi. Tunaweza tukaongea tukayajenga. Kwa nini unakuwa hivyo mimi? Mimi nakupenda wewe, lambo kibao.
Nikamwambia I'm sorry, naelewa. Naomba unipe muda hata kidogo tu nikuelezee namna gani situation. Nakwambia sikutaki katika nyumba yangu. Nyanyua vilago vyako na uondoke. Fanya haraka, sitaki kuona kwenye macho yangu. Haraka. Mchizi ambaye aitwaye Donka moja kwa moja akaamua kunyanyuka pole pole, akawa anaondoka zake. Bibi akawa anabaki nyuma analia tu, maana kuamini kabisa kama mchizi tayari ameshaoa na tayari ameshakuwa in deep in love kwa mchizi huyu hapa. Basi leo hii hapa bibi ametulia hapa, anaongea na rafiki yake. Yaani mimi sikuamini kabisa kama Donka anaweza kanifanyia hivi. Na leo hii hapa umekuja tena kazini kwangu kufanya nini? Mimi nimekuambia sina msamaha mwingine na wewe. Yaani mimi nachotaka utoke mbele ya macho yangu. Na sikutaki kabisa katika maisha yangu. Naomba uondoke. Sawa? Ondoka katika ofisi yangu, sitaki uje kuniharibia katika ofisi. Sasa mchizi ambaye aitwa Donka akawa na mawazo vibaya mno, lakini mimi bado nakupenda. Naomba unipe nafasi nikuelezee situation nzima. Lakini bibi akakataa kabisa. Mchizi ambaye aitwa Donka huyu akaondoka. Bibi bado ana mawazo, sio kwamba ampendi mchizi, anampenda vibaya mno, ila sasa ndo atafanyaje kwamba mchizi ameshamfanyia vitu ambavyo vieleweke. Basi bibi akawa anarudi zake nyumbani huko anawaza situation kwamba Tongo anakutana na mchizi ile situation mbalimbali alizomfanyia. Basi bibi akawa yani mawazo kabisa yanamuumiza, na upendo ule ambao wa dhati mchizi alomuonyeshea na paka kumpa vitu vyote hivi. Na anakumbuka kipindi ambacho shoga yake anamuuliza kwamba umemuuliza kwamba huyu mtu hajaoa, lakini alimwambia rafiki yake kwamba huyu mtu hajaoa, mimi ndo mpenzi wake. Basi akakumbuka siku ambayo bibi anakuja hapa anamkabidhi ile nyumba, amemnunulia nyumba, amesali nini mchizi. Yaani mambo mengi sana. Bibi akawa ni mtu tu wa kunywa pombe nyumbani, ana shughuli nyingine yote, mawazo yanamchanganya. Na leo hii hapa bibi akamleta mtu mmoja hapa kuja kuithaminisha hii nyumba, anahitaji kuiuza. Basi sawa, akamalizana naye pale, akamwambia hii nyumba nahitaji kuiuza. Shoga akamwambia kwa nini unahitaji kuiuza? Sasa mimi nyumba yote hii ya nini? Nahitaji kuuza nyumba ili ninunue nyumba ya kawaida nifungue biashara yangu nifanye. Sasa nihitaji nyumba yote ya nini wakati ninakaa wawili tu? Basi kwa upande wa pili kumchizi ambaye aitwa Donka leo hii hapa na mke wake, kuna mambo kidogo hayapo sawa, nazidi kuzungumza pale. Yaani wewe kwa nini umeniondolea furaha yangu? Unajua kabisa mimi na wewe toka umeenda kusoma muda mrefu kabisa mimi sijakuona. Hata kama nimeenda kusoma, kwa hiyo wewe unaamua kunichiti? Hapana, ile ndio furaha yangu. Mimi nimepata mpenzi, achana niendelee na yeye. Sawa, mimi sikutaki wewe. Hata kama kukuoa nimekuoa by forcing tu na wazazi. Kwa hiyo achana na mimi. Basi mchizi moja kwa moja akatoka nyumbani kwake moja kwa moja paka kwa bibia ambaye aitwa Mimi, amechoka vibaya mno na kumdondokea bibia pale. Bibia akamkumbatia mchizi moja kwa moja paka kumuingiza paka ndani. Akamletea maji pale. Mchizi akawa anamwangalia tu bibi huko, anaangalia maji. Akaamua kupiga maji duku pale moja. Alipomaliza akawa bibi akamwambia naomba iko kikombe. Akamkabidhi kikombe pole pole huko, akamkamata mchizi bibi. Akamwambia Mimi, unajua kwamba mimi na upendo wa kweli na wewe. Afu vyote hivi nilivyokufanyia kwamba nakupenda kweli. Bibi akamwambia sihitaji mambo kama hayo. Kwa nini ulinidanganya? Kwa nini ulinidanganya? Uliniambia kwamba hujaoa na huna mke, ni msichana wako wa kwanza ni mimi hapa. Naomba, ndio naelewa kwamba nimekosea, lakini nipe last chance. Naamini kwamba yule mimi nishaachana naye. Naomba uniamini. Mimi nahitaji kuwa na upendo na wewe. Yule mwingine sipo kabisa sawa naye, hata kama ndio tumeoana, lakini mimi nakupenda wewe. Naomba nisaidie kwa hilo. Bibi akamwambia kwamba naweza nikakusamehe, lakini kwamba hii ndio last chance, nakupa last chance. Bibi akamkumbatia mchizi akawa anafurahi vibaya mno. Hii ni moja maji